katika mikutano hii ya SWA, likiwa somo la kwanza, litakuwa ni muhimu ili kwamba lije kwetu kipindi kama hiki. Somo letu la kwanza leo nimekipatia kichwa kinachosema siri za kitabu cha kale. Siri za kitabu cha kale ndiyo somo ambalo tutaliangazia jioni hii ya kipekee. Kuna kisa ambacho kinasemwa, kisa cha bwana mmoja ambaye shangazi yake alikuwa amelala au kipenda amefariki. Baada ya shangazi yake kufariki, kuna wosia ambao alikuwa ameuandika, wili ya namna ambavyo watu watarithi mali ambayo alikuwa ameyaacha. Huyu bwana baada ya shangazi yake kufa, akatambua ya kwamba kuna kikaratasi kimeandikwa na amerithishwa vitu viwili. Jambo la kwanza, alikuwa amerithishwa Biblia mzee ya shangazi yake aliyekuwa amekufa. Lakini jambo la pili, alikuwa amerithishwa estate, ama ukipenda nyumba na sehemu ya makazi ya shangazi yake. Huyu bwana akachukua vitu hivi viwili, Biblia, tena akachukua pamoja na ile estate ambayo alikuwa amepatiwa. Baada ya miaka ya kuishi, yule bwana maisha yakamlemea, ikabidi auze kile estate ambayo alikuwa amepatiwa ili angalau maisha yake yaende sawa. Akaiuza, na baada ya kuuza, hela zile hazikuchukua muda mrefu zikakatika. Akaanza kuishi maisha ya ufukara, akaanza kuishi maisha ya umaskini na mateso sana, kwa sababu hela alizorithishwa tayari zilikuwa zimekwisha. Baada ya kipindi kirefu, kwa sababu ya kulemewa na maisha, akaamua kuhama. Na siku moja akiwa akihama, akipakia vitu, akakutana na ile Biblia ambayo alikuwa amerithishwa na shangazi yake. Alipoifungua kuipekua, karibu baada ya kila kurasa 10 kulikuwa na check ya hela ndani yake. Baada ya kila kurasa 10 kulikuwa na check ya hela ndani yake. Na huyu bwana ameishi kipindi cha muda mrefu, maisha ya umaskini, maisha ya ufukara. Hakujua kuna hazina ambayo ilikuwa imesitirika na kufichwa ndani ya Biblia ambayo shangazi yake alikuwa amemrithisha. Wapenzi, jioni hii ya kipekee ninapoanza msururu wa uchambuzi wa Biblia, natamani nikwambie zipo hazina za kipekee ambazo Bwana amezisitiri na kuziweka ndani ya neno lake. Kuna hazina za kipekee, ni siri ya mafanikio katika maisha, ni siri ya mafanikio katika imani, ni siri ya mafanikio katika familia. Na wengi tunaishi maisha ya kuteseka, maisha ya kuhangaika, maisha ya taabu, kwa sababu hatujatambua siri ya hazina ambazo Bwana ameziweka ndani ya neno lake. Unajua, Biblia ni kitabu cha ajabu sana. Uajabu na uspesheli uliopo ndani ya Biblia ni ajabu ambao Mungu ameweka kwa namna kipekee kabisa, tena kabisa sana. Vitabu vyake 66, 39 Agano la Kale na 27 Agano Jipya. Tena isitoshe, Biblia hii moja yenye vitabu 66 imeandikwa na waandishi 40. Na hakuna mahali hao waandishi 40 wanagongana. Nataka niregelee hiyo tena. Vitabu 66, waandishi tofauti 40, tabaka tofauti, wanakazi tofauti. Manake miongoni mwa walioandika kulikuwa na wavuvi, miongoni mwa walioandika kulikuwa na wachungaji kondoo, miongoni mwa walioandika kulikuwa na wakulima. Walioandika Biblia kulikuwa na wahubiri, kulikuwa na wafalme, kulikuwa na watu mashuhuri, na kulikuwa na daktari mmoja. Angalia, Biblia imeandikwa na watu tofauti, lakini hakuna mahali ambapo wanagongana. Actually, kuna waandishi wengine wa Biblia hata hawakuwahi kukutana. Hakuna siku Musa na Paulo walikutana, lakini pia hakuna mahali Musa na Paulo wanagongana. Hakuna siku waandishi wa Agano la Kale wengi hawakuwahi kukutana na waandishi wa Agano Jipya, lakini wote wanazungumza jambo moja. Ni kwa nini Biblia iko na uspesheli huu wa kipekee?
Ni kwa nini Biblia ina upekee huu ambao haufanani kabisa? Unajua, leo ukimchukua mkulima na umchukue daktari na umchukue mhubiri na waulize swali moja, kuna uwezekano wa kupatia majibu tofauti. Lakini kwenye Biblia vitabu 66, waandishi 40, matabaka na kazi tofauti, hakuna mahali wanagongania. Siri ni nini? Ni kwa sababu Biblia ni neno la Mungu. Siri ni kwa sababu Biblia ni neno la Mungu. Jamani, kama tuko pamoja, nipungieni mikono yenu hewani tena kwa mara nyingine. Bwana wabariki. Siri kwa sababu hakuna mgongano. Katika vitabu 66 vimeandikwa katika karne tofauti tofauti, vipindi tofauti, waandishi tofauti 40, lakini hakuna mgongano. Ni kwa sababu Biblia ni neno la Mungu mwenyewe. Petero wa pili sura ya kwanza mstari wake ni wa 21. Petero wa pili sura ya kwanza mstari wake ni wa 21. Neno la Mungu linasema 1 2. Neno la Mungu linasema, maana unabii, lakini nasikia kama hakuna mtu wa kusoma karibu. Maana unabii haukuletwa popote. 1 2. Inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Yaani waandishi wote 40 wa Biblia wanapoandika walioyaandika, Luka anapoandika habari za Yesu kwenye Agano Jipya na Musa anapotabiri kuhusu habari zake kwenye Agano la Kale, waandishi hawa wote hawakuandika mawazo yao, hawakuandika matamanio na matarajio yao. Walichoandika ni yale walioongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia ni neno la Mungu lililovuviwa kwa Roho wake kwa namna ya kipekee sana. Kitabu kile kizuri tena, Timotheo wa pili 3:16 na 17. Timotheo wa pili 3:16 na 17, Paulo anasikilizana na kukubaliana na Petero juu ya swala hili kwamba Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu. Biblia inasemaje? Twende. Inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, sawa, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, soma, na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Tulia hapo kwanza. Biblia inasema kwamba kila andiko lenye pumzi, yenye pumzi ya Mwenyezi Mungu. Biblia ina pumzi ya Mwenyezi Mungu. Uweza wa Mungu upo ndani ya neno lake. Tunapofungua kurasa za Biblia ni zaidi ya kusoma kitabu chochote cha kawaida, ni zaidi ya kufungua jarida na hekaya na tamthilia. Tunapofungua Biblia, tunafungua maneno ambayo ndani yake kumeachiwa pumzi ya Mwenyezi Mungu. Uhai na nguvu na uweza vimeachiwa ndani ya neno la Mwenyezi Mungu. Soma, inasema ili mtu wa Mungu awe kamili. Maliza. Amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo Biblia inakuwa kama ni mwongozo. Biblia inakuwa ni kama chuo cha kutuongoza, cha kutufunza, lakini pia ndani yake ni neno la Mungu lililo hai. Kwa hiyo siri ya kwamba Biblia hakuna mgongano, siri ya kwamba Biblia inaoana katika sehemu zote, ni kwa sababu Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu lililo hai, lenye uweza, lenye nguvu, na kwa hiyo hakuwezi kuwa na mgongano. Je, unajua hii Biblia ndicho kitabu ambacho kimepigwa makataa na kikateketezwa zaidi ya vitabu vingine vyote vya Biblia.
Biblia ndicho kitabu ambacho kimepigwa marufuku, makata zaidi ya 10,000. Tumekuwa na more than 10,000 decrees against the Bible ambazo zimepiga makataa Biblia, na utajua ya kwamba vipindi ambavyo Biblia inapigwa makataa, ndiyo baada ya hapo Biblia inashamiri tena kwa uwezo mkuu sana. Ukifuatilia historia utajua America Bible Society na British Bible Society vinatengenezwa baada ya kipindi ambacho Biblia ilikuwa imepigwa marufuku sana sana. Na tukifikia leo tuna mamilioni ya kopi za Biblia kila kona. Mungu ameruhusu neno lake lijae kwa wingi kila kona. Amelihifadhi, amelitunza katika usafi wake, kwa sababu hili ni neno la Mungu lililo hai. Na ndiyo maana Amosi 3 mstari wa 7 Biblia inasema maneno yafuatayo. Amosi 3 mstari wake wa 7 Biblia inasema maneno yafuatayo. Amosi 3 mstari wa 7 inasema, maandiko nasema hivi, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote sawa bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Asante. Bwana Mungu hatafanya neno lolote pasina kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Na ndio maana tulianza kusema zipo hazina zilizositirika ndani ya neno la Mwenyezi Mungu. Ukizichimbua, ukitenga muda wa kutafuta na kutafuta makusudi ya Mungu, Mungu anayafunua kwako kwa namna ya kipekee sana. Bwana ananena nasi kwa kupitia neno lake kwa utumishi wa watumishi wake manabii ambao aliwaongoza kuliandika neno lake. Na by the way, kama Biblia iliandikwa na watu wa kawaida kama wavuvi, watu wa kawaida kama wachungaji, watu wa kawaida kama Paulo tu hivi, japo alikuwa msomi, ina maana Biblia pia ina uwezo wa kueleweka na watu wa kawaida. Kama iliandikwa na watu wa kawaida, ina maana inaweza kueleweka na watu wa kawaida. Kinachohitaji mtu kulielewa neno la Mwenyezi Mungu ni kumruhusu Roho wake aliyevuvia waandishi tena amvuvie kwa kumwelewesha kusudi na neno la Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu. Basi wewe unauliza, sawa, Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu na limeandikwa kutokea kitabu cha kwanza Mwanzo hadi Ufunuo, kutokea Musa wa jangwani hadi Yohana wa Patimo, sawa. Lakini swali ni kipi ambacho kitatupatia ujasiri wa kuamini ya kwamba Biblia imekuja kwetu kwa namna ambavyo tunaweza kuiamini? Yaani haina dosari, haijabadilishwa, haijawekwa mavitu ndani. Ni kipi kinachoweza kutupatia ujasiri ya kwamba neno la Mungu Biblia limekuja kwetu kwa namna ambavyo haijabadilishwa? Niruhusu kwa hili nitumie kitu nje ya Biblia, alafu nitarudi ndani ya Biblia kuhakikisha hilo. Nitatumia nje ya Biblia, alafu nirudi ndani ya Biblia kujibu swali hilo. Ni namna gani tunaweza kuamini neno la Mwenyezi Mungu kwamba halijabadilishwa, lipo na linasimama? Zipo njia nyingi, lakini njia moja nitachagua jioni hii ya kipekee ni njia inaitwa arkeolojia. Arkeolojia, yani wazungu wanasema archaeology. Archaeology ni watu ambao wanachimbua yale machimbo ya kale, wanaenda kuchimbua chini mahali katika mapango, katika miamba, na wanafanya research na uchunguzi katika sehemu hizo, ndio wana arkeolojia. Sasa kuna wana arkeolojia ambao mwaka wa 1975 katika mji ambao unaitwa Ebla, unapatikana kaskazini ya Syria, walienda kuchimbua sehemu hiyo, na walipochimbua walipata vipande vya udongo, tablets za udongo ambao zilikuwa katika sehemu hiyo. Katika tablet hizi za udongo kulikuwa na informations muhimu sana ambazo walipata zimechorwa na kuandika katika hizi tablets. Walipata
katika hizo tablets kuna visa kama cha umbaji, imeandikwa creation story. Walipata majina ya Biblia yameandikwa kwenye hizo tablets kama Esau, Yakobo. Walipata jina ya miji ya kale ya Biblia kama Sodoma na Gomora, katika machimbo ya zamani ambayo walikuwa wanayafanya. Ina maana ya kwamba Biblia imekuja kwetu namna ambavyo Mungu alikusudia ili kwamba iwe, kwa sababu walipopata vipande hivi vya udongo vilikuwa ni vipande vizee sana ambavyo hata vilikuwepo kabla nakala ya kwanza Biblia haijakuwa printed. So ina maana ya kwamba Biblia iliyokuja kwetu imekuja kwetu kwa namna ambayo haijabadilishwa kabisa. Lakini pia ilipofika mwaka wa 1947 kuna uvumbuzi mwingine ukafanywa. Huo uvumbuzi ulitokea mahali kunaitwa Dead Sea. Dead Sea walipata tena katika machimbo yao wakapata scrolls za zamani. Scrolls ni vitabu ambavyo vilikuwa vinatumika zamani kuandika, ni makaratasi makubwa ambayo ndani yake walikuwa wanachoronga na kuandika kama tunavyotumia vitabu leo. Na wakapata vipande vya vitabu vya Biblia isipokuwa kitabu cha Esther, lakini vipande vingine vyote walivipata. Itakushangaza kwamba walipopata hivi vipande, walipolinganisha, walipata haswa kitabu cha Isaya, walikipata chote na wakapata kinaoana na Biblia ama kitabu cha Isaya ambacho tuko nacho katika Biblia siku hii ya leo. Kuna mmoja wa watu ambao alikuwa anahusika hapo, jina lake ni Daktari Mila Barrows, akaandika jarida na kusema kwenye sura moja yenye maneno 166 kuna neno moja tu ambalo lina herufi 3 lenye shaka baada ya miaka 1000 ya kuipitisha kwetu. Anasema na hili neno halibadilishi maana ya ujumbe. Wanasema walipofanya uchunguzi wakaangalia sura moja ya kitabu cha Isaya ambacho kuna maneno 166, walipata kuna neno moja peke yake tofauti, na hilo neno liko na herufi 3, na hilo neno halibadilishi maana, haipotezi ujumbe ambao Mungu alikusudia kufikisha kwetu. Wapenzi, Mkristo yeyote, sikiliza, anaweza kuchukua Biblia nzima mikononi kutokea mwanzo hadi Ufunuo bila kuwa na hofu, bila kusitasita, kwamba anashikilia mikononi mwake neno la Mungu ambalo halijatiwa unajisi. Mkristo yote kwa ujasiri anaweza kushika Biblia mkononi, anaweza kuisoma kwa ujasiri bila hofu wala kusitasita, kwa sababu Biblia imekuja kwetu kama neno la Mwenyezi Mungu ambalo halijatiwa kasoro wala halijabadilishwa. Bwana amehifadhi neno lake kipindi hiki chote ambacho amekusudia Biblia iweze kufika kwetu. Kwa hiyo wamezuka watu ambao wamejaribu kuipinga, wakasema ni kana kwamba hii Biblia imebadilishwa na tunaamini maneno ya wazungu. Ndivyo wengine wamesema, tunaamini maneno ambayo wazungu wameandika kwetu. Lakini sikia, sivyo ilivyo. Tafsiri ya Biblia ambayo imekuja kwetu katika lugha tofauti, wapenzi, ni Mungu amekusudia, amehifadhi, imekuja kwetu pasipo kutiwa dosari. Tuna ujasiri tunaposoma Biblia kama neno la Mungu lililo hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja, nirushie mkono wake wani tena kwa mara nyingine. Amina. Bwana akubariki. Basi ndio maana Zaburi 119 mstari wa 160 inasema hivi. Zaburi 119 mstari wa 160 inasema hivi. Maandiko inasema sehemu ya kwanza peke yake inasema, jumla ya neno lako ni kweli. Jumla ya neno lako ni kweli. Amen. Jumla ya neno lako ni kweli. In totality, vitabu 66 mwanzo hadi Ufunuo. Hakuna stori za Wakristo wa Agano Jipya na Wakristo wa Agano la Kale. Hapana, anasema jumla ya neno la Mungu ni kweli. Methali 30 mstari wa 5, sikia jinsi anavyosema tena. Methali 30 mstari wa 5, jumla ya neno la Mungu ni kweli. Lakini pia Methali 30 mstari wa 5 anasemaje? Tuende. Kila neno la Mungu, kila neno la Mungu, tuende, limehakikishwa
umehakikishwa. Nisikilize msikilizaji wangu mpendwa, Mungu haropokwi. Mungu hazungumzi bila kufikiria. Mungu hazungumzi maneno ambayo hayana uzima ndani yake. Mungu haneni kwa ajali. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Kwa hivyo unaposhika Biblia mikononi mwako, sikia, unashika maneno ambayo hayajanenwa kwa ajali, maneno ambayo hayajanenwa kwa kuteleza mdomo, maneno ambayo yamehakikishwa. Lakini cha mno zaidi, maneno yenye pumzi ya Mwenyezi Mungu ndani yake, maneno yenye uweza wa kuhuisha, maneno yenye uweza ya kubadilisha. Kila neno la Mungu limebadilishwa. Kuna uweza katika neno hili ambalo Bwana ameleta kwetu, Biblia. Isaya 46 mstari wa 9 na wa 10. Sasa sikiliza ithibati nyingine. Hebu weka kidole hapo 46. Soma 45 kwanza mstari wa 19. 45:19 kwanza, alafu tenda 46. Naam, inasema aje? Sikusema kwa siri. Soma kabisa. Katika mahali pa nchi ya giza. Sawa. Sikuambia wazao wa Yakobo. Sawa. Nitafuteni bure mimi. Soma. Bwana nasema haki. Mimi Bwana nasema haki na nena mambo ya adili. Yani nanena mambo ya kweli, na nena mambo ya kuaminika, na nena mambo ambayo hayawezi kushukiwa. Ninanena adili. Kwa hivyo ukishikilia Biblia mikononi mwako, ukifungua kuisoma, ni zaidi ya maneno ya waandishi wa habari wanaobuni na kuweka mitindo yao. Unashikilia neno ambalo lina maadili ndani yake, neno ambalo ni kweli kivyake, neno ambalo ni uzima kivyake. Hiyo ndiyo Biblia, wapenzi. Unaona kwa nini ibilisi mwovu Shetani hataki uwe na muda wa kuisoma Biblia? Unaona ni kwa nini mwovu Shetani amekuaminisha tu kumwamini mhubiri wako na usijisomee? Ni kwa sababu anajua hilo neno ukitenga muda wa kujisomea unapata kweli. Hilo neno ukitenga muda wa kujisomea unapata maadili. Hilo neno ukisoma muda wa kujisomea unaelekezwa katika haki. Haiwezekani utenge muda na neno Biblia, neno la Mwenyezi Mungu, na maisha yako yabaki jinsi yalivyo. Nitarudi kwa hicho kipengele, lakini Bwana anasema mimi ninanena mambo ya adili. Kama huwezi kuamini maneno ya wanasiasa, kuna neno unaloweza kuliamini. Kama huwezi kuamini neno la mke wako, kuna neno unaloweza kuliamini. Kama huwezi kuamini neno la mtoto wako amekuwa mkora, kuna neno unaloweza kuamini. Hilo neno ni neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ananena kwa adili, ananena kwa kweli, ananena kwa haki. Kuna uweza speciali ndani ya neno lake Mwenyezi Mungu. Sasa ithibati ya mwisho jioni hii, second last jioni hii, kwa nini Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu ambayo inapaswa kuaminika? Biblia ina uwezo wa kusema mambo ya kesho leo. Biblia iko na uwezo wa kusema mambo ya kesho leo kabla hayajatokea. Bwana anaweza kuyasema leo. Isaya 46 sasa mstari wa 9 na mstari wake wa 10. Biblia inasemaje? Twende. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Sawa. Maana mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu anasema, wala hapana mwingine. Sawa, twende. Mimi ni Mungu. Wala hapana aliye kama mimi. Sawa. Nitangazaye mwisho. Anasema huu ndio tofauti wangu. Mimi ni Mungu nitangazaye mwisho. Sawa. Hakuna aliye kama mimi. Utofauti wangu na uspeshali wangu ni kwamba ninaweza kutangaza mwisho tangu mwanzo. Ninaweza kuiona kesho leo. Ninaweza kuona miaka 10 ijayo leo. Ninaweza kusema kitakachozukia miaka 50 ijayo leo. Ninatangaza, anasema, mwisho
tangu mwanzo. Soma tuende. Nasema na tangu zamani za kale, endelea kusoma, mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Amina. Anasema nikisema shauri langu litasimama. Na by the way wapenzi, historia imeprove ya kwamba kweli Bwana akisema shauri lake linasimama. Historia imethibitisha kwamba kweli Bwana akisema miaka 10 kutatokea hivi, lazima itokee. Unajua kuna sifa moja katika neno la Mwenyezi Mungu, sifa moja specially katika neno la Mwenyezi Mungu ni kwamba iko na uweza wa kujitekeleza. Yaani kizungu tunasema the word of God is self-fulfilling. Iko na uweza wa kujitekeleza. Nikupatie mfano hai. Mungu akisema ruka ni tofauti na Robinson kusema ruka. Mungu akisema ruka, ilo tamko la ruka linakuja na uweza wa kuruka ndani yake. Neno lake linajitekeleza. Mungu akisema usizini, hilo neno usizini linakuja na uweza wa kutozini ndani yake. Mungu akisema usibe, hilo neno usibe linakuja na uweza wa kutekeleza ndani yake. Ndio maana ukisoma ile account ama kisa cha uumbaji, Biblia inasema kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa. Mungu akasema pawe anga la juu, ikawa. Mungu akasema pawe samaki baharini, ikawa. Mungu akasema pawe na jua, mwezi na nyota, ikawa. Yani neno la Mwenyezi Mungu akilitamka liko na uwezo wa kujitekeleza. Unaposoma neno la Mwenyezi Mungu ni kuruhusu uweza wake uweze kutekeleza mapenzi yake kwenye neno lake katika maisha yako. That's the power existing ndani ya neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Mungu ana uwezo wa kutabiri kesho akiwa leo. That's power in the word of God. Hautaiona katika kitabu kingine, kinapatikana tu ndani ya neno la Mwenyezi Mungu peke yake tu. Mifano kidogo. Mungu alizungumza kuhusu anguko la Babeli kabla hata Babeli haujachukua ufalme. Mungu alitabiri kuhusu anguko la mji mkuu wa Babeli kabla hata Babeli haijaingia katika ufalme na katika madaraka. Alikuwa ametabiri ya kwamba itaanguka. Isaya 13 mstari wa 19 inasemaje? Twende kwa pesi mtu wa Mungu. Na Babeli utukufu wa falme, sawa, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo, soma, utakuwa kama Sodoma na Gomora, soma, hapo Mungu alipoiangamiza. Inasema Babeli itakuwa kama Sodoma na Gomora. Bwana anazungumza kabla hata Babeli haijaingia katika ufalme. Mungu anaiona kesho akiwa leo. Mbona utaki kuisoma Biblia? Hofu yako ya kesho ni kwa sababu haujaruhusu neno la Mungu likuongoze. Wasiwasi wako wa miaka ijayo ni kwa sababu haujaruhusu neno la Mungu likutawale. Ukisoma neno la Mwenyezi Mungu utamwona Mungu anayeshughulikia kesho, utamwona Mungu anayeibeba kesho, utamwona Mungu ambaye anajua umezaa mtoto na anafahamu atakavyokuwa, anafahamu atakavyovaa, anafahamu atakavyosoma. Utamwona Mungu ambaye ameisitiri kesho mikononi mwake. Manake Mungu wa Biblia ambaye ametupatia neno lake ni Mungu ambaye ana uwezo wa kuiona kesho akiwa leo. Kwa hivyo akatabiri anguko la Babeli. Tena isitoshe, hakutabiri tu anguko la Babeli, akamtaja yule ambaye atakuja kuwaondoa Babeli katika mamlaka. Isaya 45 mstari wa 1 alimtaja miaka 150 kabla hajazaliwa. Akasema huyu ndiye atakaye kuja Babeli na hiki ndicho kitakachojiri. Soma Isaya 45. Ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, sawa, masihi wake. Anasema Koreshi, Cyrus kwa kizungu, ndiye atakaye kuja kuipindua serikali ya Babeli. Amemtaja 150 years hata kabla hajazaliwa. Mungu amemtaja kwa jina lake aswa. Mimba haijatungwa, lakini tayari Bwana amesema anajua mimba itatungwa. Anajua kwamba Koreshi atazaliwa, ataitwa Koreshi. Hakuwahi kuambia wazazi wamwite Koreshi, lakini Mungu akamtaja kwa jina lake haswa. Maliza fungu inasema
ambaye nimemshika mkono wako wa kuume. Sawa, twende. Ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza viuno vya wafalme. Anasema nitalegeza viuno vya wafalme. Na ni kweli, usiku ule mfalme Belshaza magoti yaligongana, sehemu za mwili zikaishiwa nguvu kama Mungu alivyotabiri. Soma tena, inasema ili kufungua milango mbele yake. Tena milango itabaki wazi kwa ajili yake. Sawa, hata malango hayatafungwa. Achia hapo. Na ni kweli, ile mwaka ambao Babeli ilitolewa katika ufalme, naamini ni mwaka wa 605 kabla Kristo, 605 ama 606, ilipotolewa katika ufalme, hiyo jioni mfalme alikuwa anakula raha katika karamu na vyombo vitakatifu. Majeshi na kila mtu walikuwa karamuni, milango ilikuwa imebaki wazi. Mungu alikuwa ametabiri mbeleni ya kwamba itaondolewa kwenye ufalme na milango itakuwa wazi, viuno vitaregea, na atapata nafasi ya kuingia na kuimiliki Babeli. Biblia inaiona kesho ikiwa leo. Mbona usiamini Biblia? Kwa nini usiruhusu neno la Bwana litamkie kesho yako? Kwa nini usiruhusu neno la Bwana liondoe wasiwasi, hofu ya kesho maishani mwako? Kwa nini usiruhusu neno la Mungu likupatia ujasiri wa kuamka, ujasiri wa miaka 10, ujasiri wa miaka 20 ijayo? Ruhusu huyu Mungu wa Biblia anaiona kesho akiwa leo ayatawale na kuyaongoza maisha yako. Biblia iko na sifa hii speciali. Lakini sifa ya mwisho ambayo natamani kukuletea ya Biblia hii, tofauti na sifa zote zilizopo katika Biblia. Kabla sijaingia sifa mwisho, hebu mtumishi soma na sisi Isaya 40 mstari wa 8. Inasemaje? Isaya 40 mstari wa 8 inasemaje? Andiko yanasema hivi. Inasema majani yakauka, majani yakauka, ua la nyauka, ua la nyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Litasimama milele. Hiyo ni ahadi ya Biblia kwamba vyote yanaweza kupita, lakini neno la Mungu wetu, wasikilizaji wapendwa, litasimama milele. Ya ulimwengu yatapita, kama wimbo unavyosema, kila kitu kitapita, lakini neno litasimama. Manake huu ulimwengu unaoona, vinavyoonekana, visivyoonekana, iwe ni usultani, iwe ni viti vya enzi, vilivyoumbwa vyote viliumbwa kwa neno la Mungu, vinasitiriwa kwa neno la Mwenyezi Mungu. Ndio maana vyote vinaweza kupita, lakini neno la Bwana litaweza kusimama milele. Hata wewe kama unataka kudumu milele, hata mimi kama tunataka tudumu milele, turithishwe uzima wa milele, ni lazima tuishi kwa neno la Mwenyezi Mungu. Sasa sifa ninayopenda zaidi ya Biblia, napoimalizia sasa, sifa ninayopenda zaidi ya Biblia ni kwamba neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu. There is power in the word of God to transform lives. Unajua ni kwa nini? Kitabu cha Yohana 5:39. Soma, tuende. Yohana Injili 5:39 inasemaje? Yesu anasema hivi. Anasema mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Kwa sababu ninyi mnadhani kwamba ndani yake mna uzima wa milele. Sawa. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Hayo ndiyo anayezungumza hapa ni Yesu. Anasema hayo maandiko ndiyo yanayonishuhudia. Sikiliza, tunapofungua Biblia kusoma, ni zaidi ya kusoma nakala ya historia ya wana wa Israeli. Ni zaidi ya kusoma kuinuka na kuanguka kwa wafalme. Ni zaidi ya kusoma vita na ushindi vya watu wa Mwenyezi Mungu. Tunapoifungua Biblia kuisoma, sikia kwa makini. Timu kubwa ya Biblia tanzia mwanzo hadi Ufunuo, inachofunua ni tabia ya Mungu ya upendo.
Kinachofunuliwa katika Biblia is God's revelation of love. Hiyo ndiyo the main theme of the scriptures. Ndiyo swala zito, maudhui makuu katika neno la Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana haiwezekani kwenda kwenye Biblia umuone Yesu wa Kalvari, umuone Mungu na upendo wake wa dhati, umuone Mungu na rehema yake isiyopunguka, umuone Mungu na neema yake inayozidi katika licha ya udhambi wetu, umuone Mungu anayempenda mdhambi. Haiwezekani kwenda kwa Biblia uyaone hayo yote na ubaki jinsi ulivyo. Yeyote anayetenga muda kusikia, kusoma, huyo maisha yake lazima yabadilike. Manake ndani ya Biblia kuna ufunuo wa tabia ya Mungu ya upendo, na kuna namna huo upendo wa Mungu unatubidisha. Amen. Kuna namna huo upendo wa Mungu utatusukuma. Sikiliza, mlevi akishika Biblia, akisikia neno lake, akiamini neno la Mwenyezi Mungu, ule upendo wa Mungu ndani ya Biblia unambidisha kukata tamaa ya ulevi, anavutiwa kutembea katika usafi wa maisha. Mzinzi akifungua Biblia, sikiliza, kwa sababu anavutiwa na Yesu wa Kalvari, anamwona Yesu mwenye nguvu ya kubadilisha maisha, lazima kiu na tamaa ya uzinzi imuondoke, avutiwe kutembea maisha yaliyonyooka. It is impossible to interact with the Bible and your life remains the same. Amen. Haiwezekani wapenzi kuchangamana na Biblia kwa kuiamini, kwa kuitenda, na maisha yako yakasalia jinsi yalivyo. Kwa nini? Sio kwa sababu ya kizungu chake, sio kwa sababu ya Kisii ambayo imeandikwa Biblia, lakini kwa sababu hiyo lugha ya Kisii unayoisoma inafunua kwako upendo wa Mungu wa kweli, na huo upendo utakubidisha kutembea katika njia ambayo Bwana anataka utembee kwayo, wapenzi. Ndio maana Waebrania 4 mstari wa 12 inasema hivi. Waebrania 4 mstari wa 12 inasema hivi. Maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Soma kabisa. Tena la choma hata kusigawanya nafsi na roho, sawa, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, sawa, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu li hai, anayelisoma lazima apate uhai ndani yake. Neno la Mungu lina nguvu, anayesoma lazima apate nguvu ndani yake. Neno la Mungu lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, anayelisoma lazima tamaa ya dhambi ikatwe, lazima tamaa ya ulimwengu iondolewe, lazima tamaa ya kufanya kinyume cha makusudi ya Mwenyezi Mungu iondolewe, na inaingizwa tamaa ya kuenenda sawia na makusudi ya Mwenyezi Mungu. The word of God has power in it. Neno la Mungu lina uwezo ndani yake. Kama una mtoto mtundu ambaye umejaribu kila njia, kwa mwanasaikolojia huyu na kwa mwanasaikolojia yule mwingine, ninakushauri mjaribu Mungu kwa neno lake. Kama familia ilikuwa imesambaratika, amani haipo tena, mjaribu Mungu kwa neno lake, wapenzi. Kama maisha ya dhambi yamekulemea, uzito umekuwa mwingi sana, mjaribu Mungu kwa neno lake, kwa sababu Bwana ameliheshimu neno lake kuliko hata majina yake. Bwana ameliheshimu neno lake kuliko hata majina yake, wapenzi. Wanaambia watu, nikifunga chongo hiki namaanisha natoka sasa. Kama kuna gereza ambalo linamfunga Mungu, neno lake. It closes him, it binds him. Akizungumza Mungu, basi hiyo lazima itimie. So hata ukienda kwa maombi, hakuna kitu Mungu anasikia raha kusikia kama si wewe ndio umesema. Si neno lako linasema namna hii. You are speaking to him in a language, kwa lugha ambayo anaweza kuelewa, sio kuelewa tu, kwa lugha ambayo yeye mwenyewe amenena kwa
kinywa chake. Mama unayenisikiliza, baba unayenisikiliza, ndugu mdogo likangu unayenisikiliza, barabarani, biasharani, kama unataka maisha ambayo yamejawa na furaha, yanafanaka spesheli, yana mbaraka wa Mwenyezi Mungu, maisha ambayo hayana hofu na wasiwasi ya kesho, ninakupendekezea neno la Mungu lililo hai. Hilo likikuongoza, wapenzi, maisha yako yanakuwa tofauti. Hilo likikuongoza, unasalia kuwa mtu ambaye anaelewa malengo na makusudi ya Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yake. Ule wimbo unasema, humo ndani ya kitabu sura ya Yesu naona, karatasi zake zimekuwa ndiyo nyayo zangu za mwongozi. Tukitaka tutembee na Yesu, tutembee na yeye kwa neno lake. Lisome, liamini, litekeleze, utakuwa na baraka spesheli maishani mwako, na Mungu atubariki. Amen. Pamoja nami wanaosema, Bwana, kwa neema yako tuwezeshe kuliamini, kulisoma na kulitekeleza hili neno. Tusimame tunapoomba. Tunaomba. Mungu wetu tupendaye, inapendeza kuwa na neno lako lililo hai. Inapendeza kusoma nyaraka ambazo umezileta kwetu katika utulivu wake, lakini pia katika umakini wake. Na Bwana, tunakusihi jioni hii ya kipekee, utupatie moyo wa kulisoma, utupatie moyo wa kuliamini, utupatie moyo wa kulitekeleza, ili hili neno ambalo liko na uhai, ili neno ambalo linaweza kushughulikia kesho, liwe sehemu ya maisha yetu. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Bwana, na awabariki.